Oh, haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana, mpenzi msikilizaji na mtazamaji ambaye umekuwa ukiendelea kutufuatilia. Majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sami, ambaye nimepata neema na kibali cha kuweza kuzungumza na wewe kwa siku hii ya leo. Leo nina ujumbe mmoja kwa ajili ya kwako, kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe ambaye unaweza kuwa umekata tamaa. Unaweza kuwa umekatishwa tamaa na mtu, kiongozi, au unaweza kuwa pia wewe mwenyewe ni kiongozi, umekuwa ukiwakatisha watu wengine tamaa bila wewe kuweza kufahamu, au umekuwa ukiwajeruhi baadhi ya watu bila wewe kufahamu au kwa kufahamu moja kwa moja. Leo nina ujumbe kwa ajili ya kwako, naomba unisikilize vizuri sana. Kwanza kabla ya kuendelea, ni kuombe uweze kusubscribe YouTube ya kwetu ili uwe mwanafamilia pindi tu tunapokuwa tunaweka video ya kwetu ya masomo mazuri, uwe mtu wa kwanza kabisa kuweza kuyapata. Niseme tu asante kwa wote ambao mmekuwa mkifanya hivyo. Asante kwa wote ambao mmekuwa mkinitafuta. Asante kwa wote ambao mmekuwa mkinipigia simu na kuniambia, baba, tumekuwa tukibarikiwa sana na mafundisho ambayo umekuwa ukiandaa na kuyaleta kwetu. Leo ninayo habari njema kwa ajili ya kwako, wewe ambaye unapitia changamoto, wewe ambaye umejeruhiwa kupitia viongozi, na kuweza kuwa pia ni viongozi wa huduma. Tumekuwa tukiongozwa na viongozi katika huduma zetu, lakini tumekuwa tukiongozwa na viongozi katika majukumu yetu. Inaweza kuwa ni biashara, lakini inaweza kuwa pia ni kazini. Unaweza kuwa na kiongozi wako kazini, unaweza kuwa na kiongozi wako labda ni mwanafunzi shuleni. Tumekuwa tukiumiza na kuumizwa bila sisi aidha kujua au kutambua kwamba tunaumiza watu wengi, au wale ambao wamekuwa wakituumiza wamekuwa wakifanya kwa makusudi, na wengine wamekuwa wakifanya bila wao kutambua, na shetani amekuwa akitumia nafasi hiyo kwa ajili ya kuweza kuumiza na kuvunja mioyo ya watu wengi. Inaweza kuwa ni wewe unatumiwa kwa ajili ya kuweza kuvunja mioyo ya watu. Sikilize vizuri, unaweza kuwa ni wewe ambaye umekuwa ukivunjwa moyo. Leo ninayo habari njema kwa ajili ya kwako. Ujumbe wangu kwa siku hii ya leo ni kuwa na busara katika uongozi ambao tumekuwa tukipata kibali cha kuweza kuongoza. Inaweza kuwa ni uongozi wa kihuduma, nazungumzia kanisani, madhabahuni, na inaweza kuwa pia ni uongozi kazini, inaweza kuwa pia ni uongozi katika shughuli mbalimbali za kijamii ambazo tumekuwa tukipata uongozi. Inaweza kuwa ni uongozi wa kisiasa, umekuwa umepewa dhamana ya kuweza kuongoza aidha wananchi, lakini pia katika uongozi wako utakiwa ujitafakari, je, haya ambayo nakwenda kuyazungumza katika siku ya leo umekuwa ukiyafuata kwa staili gani? Umekuwa upo katika engo gani? Nikwambie tu, kiongozi wa kweli hahitaji kujinua kwa kuwakandamiza wengine kwa njia yoyote ile. Hahitaji kuweza kuwakandamiza wengine kwa sababu yoyote ile. Heshima ya kweli haiji kwa nguvu. Sikiliza nikuambie, msikilizaji ambaye umekuwa ukinisikiliza na kunifuatilia, kumbuka, heshima ya kweli haiji kwa nguvu, bali kwa hekima, upendo na haki. Kama utatafuta makosa ya watu au makosa ya mtu kwa kulazimisha ili uonekane mwenye haki, unajizalilisha kimya kimya mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Mafanikio ya kweli ya uongozi hayapatikani kwa kuogopwa, bali kwa kuaminiwa. Kumbuka msikilizaji na mtazamaji ambaye umekuwa ukinisikiliza, jina langu naitwa Kuhani Sami. Nimekuwa nikikuletea masomo kama haya mara kwa mara. Kama ndiyo mara ya kwanza umekuwa ukitufuatilia, unaweza ukaandika namba yangu ya simu na ukanitumia ujumbe mfupi wa changamoto ambayo umekuwa ukipitia. Unaweza kuwa unaota ndoto mbaya na hauelewi nini maana ya ndoto hizo.
basi nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukusaidia. 0627 40 50 02. Namba hii pia ipo katika WhatsApp, unaweza ukanitumia ujumbe popote kule uliko. Nimekuwa nikipokea pia jumbe kutoka mataifa mbalimbali. Pakistani pia umekuwa na wafuatiliaji wengi sana ambao wamekuwa kunifuatilia na kunitumia ujumbe mfupi. Lakini kutokea kule Philippines pia nimekuwa nikipata watu ambao wamekuwa wakinitafuta na nimekuwa nikibarikiwa sana kuweza kufanya huduma nao. Sasa tuendelee msikilizaji. Kumbuka kwamba kiburi hutangulia maanguko ya roho na majivuno hutangulia kuangushwa. Nasema hivi, kiburi hutangulia maanguko na roho ya majivuno hutangulia kuangushwa. Kitabu kile cha Misali 16:18 utaweza kusoma na kuona ni kwa jinsi gani maanguko haya yamekuwa yakiwapata watu, na unaweza ukaelewa na maanisha nini. Fungua kitabu kile cha Misali 16:18 uweze kusoma, utaweza kupata maana nzuri zaidi. Tafuta hekima kabla ya mamlaka, maana mamlaka bila hekima ni hatari kwa wote na kwa kiongozi mwenyewe. Mimi nikushukuru sana kwa wewe ambaye umekuwa ukitutembelea katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, nikizungumzia Facebook pamoja na YouTube, lakini pamoja na Instagram na TikTok. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kuhani Sami Kapela, mimi nikushukuru kwa siku ya leo. Ujumbe wangu ni huo: kiongozi wa kweli aheshimiki kwa mabavu. Kiongozi wa kweli anaheshimika kwa matendo yake na vile ambavyo amekuwa akiongoza watu kwa busara kutoka kwa Mungu. Ubarikiwe sana. Asante kwa kunisikiliza.